Sasa ni wakati wa kwenda kwenye wasilishaji wa mada ya pili, na itawasilishwa na brother Salum Awadh, na mada iliyoko mbele yetu inasema utengenezaji mpango wako wa uwekezaji. Namna gani utatengeneza mpango wako wa uwekezaji? Ndio mada ambayo inawasilishwa sasa na brother Salum Awadh kutoka shirika. Karibu sana brother. Sasa ni wakati wa kwenda kwenye wasilishaji wa mada ya pili, na itawasilishwa na alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kushukuru Allah kwa ajili ya leo kujadili mada mbalimbali zinazohusiana na maslahi mbalimbali ya Uislamu na watu wote wa jamii ya Tanzania kwa ujumla. Masuala ya uwekezaji kama tunavyofahamu, watu wanataka kujenga uchumi wao na mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo hapo ni uwekezaji. Kufanya biashara, kujibu kutoka katika biashara yako, akiba, kaweka kama yule ambaye anafanya kazi ya biashara, kaweka sehemu ya kuwekeza kwenye maeneo madogo hasa kusoma fedha kwa maana ya financial markets. Lengo zaidi ni kusaidia wewe pindi ambapo una kufanya ile biashara au ile kazi, basi kile kipato ambacho unafanya uwekezaji kusoma fedha itumike sasa kama kusaidia ya kukupa maisha yako ya kila siku. Baadaye ni kuongelea jinsi kutengeneza mpango wa uwekezaji. Tunakosa kusaidia sasa zungwa na investment portfolio. Kuna majadiliano mengi na elimu zilizotolewa kuhusu uwekezaji. Kwa sababu mengi watu wanauliza maswali sana zina milioni 5 napata uwekeze wapi? Milioni 2 na milioni 3 na milioni 1. Sasa majibu yanataka moja kwa moja kwamba kununua kitu fulani au kununua fulani. Lakini kitaalamu kwamba ushauri ule unaenda golden rule kwamba utakiwa kuongeza pesa sehemu moja. Unatakiwa uwe na maeneo tofauti ya uwekezaji. Kutengeneza hizo kwamba na milioni 1 au milioni 2, 3 wakadha asilimia 20 niweke sehemu fulani, 30 niweke sehemu fulani, ili kimoja kikiharibika sijapoteza hela zangu zote. Hiyo ndio portfolio. Sasa nimeamua kutumia neno mpango wa uwekezaji. Lakini pia inategemea huyu mtu ambaye unaongea naye ni mtu gani. Kwa sababu uwekezaji pia una levels, kuna hatua. Kuna mtu anayeanza hajawahi kabisa kuwekeza, ndio anasikia uwekezaji kwa mara ya kwanza. Inawezekana kama unasikia siku mara ya kwanza, tunaongea na mshereshaji kwamba matukio kama haya tupate watu wa kutosha kuongelea baada. Kwa sababu watu wanaona. Kwa hiyo tunajaribu kuhusia maeneo mbalimbali. Moja au dollari zile za shirika yako kwa kusukuku kwenda kule juu, sitaingia sasa, nitajaribu kutaja maeneo 5 au 6 ambayo wewe unafanya uwekezaji. Faida zake, risk zake, na zile ambazo huku ni halali. Na nitagusia kidogo kule kwa swali, kuna maeneo ambayo sio salama, kutokana na fahamu nitagusa huko pia. Nitagusia kidogo kuhusu huduma za fedha za kisasa kwa watu, kwa sababu uwekezaji ni sehemu ya huduma za fedha za kisasa, kwa maana Islamic finance ni ecosystem ndani yake. Watu wengi tutahitaji sana juu sitaingia ndani kwa sio baada tutahitaji aina za uwekezaji. Nitaeleza kidogo kuhusu hisa, nitatumia muda kule hisa kwa sababu tukipata muda kwa nini tunasema hisa hizi kama hii halal na hisa kama hii sio halal, na njia zinazotumika kufanya. Na nitatumia sasa ya portfolio kwamba kama unapokuwa leo unaongeza pesa 5 au 20, ongeza katika maeneo gani ya halal kwa hali ya Tanzania, kwa sababu kwa bahati mbaya kwamba uwekezaji wa halal Tanzania ni eneo ambalo bado linakuwa. Kwa hiyo bado kazi kwa kufanya na kuwa na products nyingi. Nitaelezea njia za kuanza kuwekeza. Unawekezaji sasa leo umetoka hapa kwa elimu ya masika, shehe kwa mwingine kuhusu mindset ibadilike. Sasa unataka kuanza, una njia gani sasa wewe kuanza kuwekeza kwa mtu ambaye beginner wanaanza? Na yule mmoja anaanza anaweza kuangalia labda atatumia approach kwa jina, lakini mwisho nitagusia pia inawezekana kuna hamasa ya kuwekeza na hauna ile sasa hivi ya kuwekeza. Sasa unajiuliza mimi Tanzania sina hela. Ndio baada ya
options ambazo kama zinakuhusu unaweza wewe ukazitumia kama inavyotambulishwa na tukia kampuni ya shirika asset management. Tunafanya ushauri na facilitate watu wenye pesa katika maeneo ya ndani ya Tanzania katika ukanda wa consumption, kwa maana ya Tanzania, Kenya, Uganda, South Africa pamoja na Zambia na Rwanda. Na tunafanya kazi kwenye uwekezaji, tunafanya kazi na broker ambaye tunafanya kazi na investment. Lakini tuko beyond pia kufanya usajili na kutoa mifuko yetu wenyewe halali kwa chama ambayo kidogo tofauti na kidogo kwa kuangalia aina za uwekezaji ambazo mara nyingi tunaona kwenye nchi zingine Tanzania. Kwa hiyo mimi background yangu finance, professional Islamic kidogo zaidi na shule tunaanza diploma ya dini University of Islamic shirika kama nilivyosema, moja tunafanya ni financial advisory, kutoa pesa zake au kuwekeza, kufanya biashara, kutanua, nataka ushauri mtaalamu afanye nini. Ni kitu kingine kwa Tanzania kinabadilika sasa, alhamdulillah. Ukienda kwa nchi zetu mtu kuwa na family doctor kwa kawaida bwana tata kwa ajili ya familia, mtu akisaidia usiku unajua anaenda kwa sisi. Lakini kuwa na mwanasheria ya familia kwa nchi zetu kwa maendeleo kwa kawaida alikuwa anafanya lawyer. Lakini pia kuwa na financial advisor ni kitu cha kawaida. Mtu anapopata fedha au mali anafanya nini? Wako staff na mafao yanaisha kwa sababu ya kupata ushauri na ushauri unawezekana staff mwenyewe ufahamu wake wa fedha uko chini. Labda alikuwa ni daktari wa mifugo, ufahamu wake wa fedha sio tofauti na mtu ambaye bado anafanya amelipwa milioni 150 kwa jamaa, kwa sababu sasa hana maarifa na kwa sababu hatuna utamaduni wa kutumia financial advisor au unakuta zile fedha zinaenda kwa sababu na pesa zinaisha. Na hiyo inafanyika sana nafanya kazi moja kwa wangu wa mimi na mfumo wa pension. Na naelewa kabisa kusikia watu wa kila mtu baada ya muda mchache anarudi kustafa, anaanza kukusanya sasa zile pension za kila mwezi. Lakini pia kusaidia watu kukuza tajiri ule mdogo nao kwa wealth management. Kwa eneo lingine ambalo tunafanya, lakini tunatoa mafunzo, tuna support structures kama sukuk kama shamba ikiwa tayari kwa sales agents wa sukuk kadhaa kusaidia watu waweze kupata credit. Lakini pia tunafanya kazi za kushauri sasa mambo ya wakfu, design wakfu kama ni cash wakfu au ni wakfu fulani kwa ajili ya kusimamia. Tuna products kadhaa na app unaweza kuingia kwenye app ya shirika au download unaweza kuwekeza kuanzia 50. Kwa hiyo ni entry level ya mtu yote ambaye anaweza kuanza. Lakini tuna product ya shirika premium ni kwa mtu ambaye anaweza kuanzia milioni 10 na huyu ndio ambaye anatengeneza sasa hizi portfolio sasa kwa kufanya uwekezaji. Tuna product ya shirika ndogo na pia hapa kama ni hizo swali kuhusu mtu ana sukuk zake. Kuna changamoto ya mtu ana sukuk moja anauza, mwingine anahitaji ajue atapata wapi sukuk ambayo ilishaisha mkawaji wa kuuzwa, ameenda kwenye soko la hisa kwenye ile soko la pili, wanaenda secondary market kupata hata kwa tuna product ya shirika ndogo iko kwenye app ya shirika. Unaenda pale kama unahitaji sukuk na unaweka details zako, na kama kuna mtu anauza sukuk yake anaweka details zake na kufanya ile exchange ya mfanya na mmoja. Lakini pia tunafanya kazi na taasisi tunawapa kwa ajili ya kufanya uwekezaji wa fedha za kukusanya kwa ajili ya wakfu, kesho kwa ajili ya maslahi mbalimbali ya taasisi ya Tanzania. Lakini pia tumeanzisha huduma ya shirika startup incubator kusaidia kuandaa startups, small businesses ziwe halal na zipate mtaji ili ziweze kukua. Na ili kuweza kufanikisha hilo branch out kidogo kwenye shirika ventures kama venture capital kwa shirika investment hizo sasa. Alhamdulillah tumeshaanza tumeshafanya uwekezaji kwa sasa hivi ndio process kufanya kazi hiyo. Na mwisho leo tuna session na project yetu nyingine kuhusiana na commodities na hizo zilizoulizwa. Nasema alhamdulillah share verify kuhusu watu kununua bidhaa sawa na
kugusa pale kwa bei na kiujumla wake Islamic Finance kwa sababu ni mara kwa tunasikia huduma za kifedha za Islam ni huduma ambazo zinatolewa kwa kufuata misingi na kanuni za Kiislamu kwa vyanzo mbalimbali vya sheria ambavyo vimetolewa. Ndipo siko nyamala ambayo imetazwa kwa moja Qur'an na riba zinazo maisha na nini zipo hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinaelezea halali na haramu pia, lakini zipo pia consensus za wanazuoni mbalimbali kuelezea yale masuala ambayo hayapo kwa moja Qur'an na Sunna na ijtihad. Kwa hiyo jumla wake hiyo inatupa mifumo, inatupa misingi ya kusema hii halal, hii sio halal, hii inafaa, hii haifai. Kwa hiyo sio kwamba mtu mmoja anaamua na kusema kwamba atifungane za serikali ni haramu au UTT ni haramu. Sio kwamba mtu anaamua kwa misingi na kuna taasisi imeanzishwa kwa standards kwa ajili ya kusema kwamba sasa hii imeingia kwenye halal. Kwa hiyo huduma za kifedha za Kiislamu zimegawanywa nyanja. Kuna huduma za benki kwa maana Islamic banking na Tanzania alhamdulillah tuna mitatu ambazo zinatoa hizo huduma kwa sasa. Na tunafahamu kwa maana ya KCB, tuna CRB, tuna NBC basi au mmoja wa sponsors wa leo. Na Amani ndio benki ambayo ni fully fledged, lakini tuna huduma za capital markets ndani yake kuna sukuk ambayo imeelewa shirika hapa capital markets na instruments za maturity za demography. Lakini pia tuna huduma za bima za Kiislamu na takafu na nimeongea shekhi hapa baada ya changamoto zilizopo, lakini tunashukuru alhamdulillah hazikuwepo nyuma tunazo. Tuna guidelines za takafu na tunaona hapa barabara za takafu insurance maendeleo ambayo hayakuwepo ile mlango wa kwa tena kwa sababu tayari zinapatikana. Lakini tuna money markets na investment products ambazo zina maturity ya muda usizidi miezi 12 ukibeba benki kupata products za kitaifa. Lakini pia tuna pesa za social finance, hizo huduma za fedha za Kiislamu kwa ajili ya maendeleo ya jamii zetu, hasa swala za zakat, sadaqa, fadhila hasan, swala ya wakfu. Lakini tuna mifuko ya Kiislamu na Islamic funds inahitaji hapa al-funds kidogo somo linahitaji kwa kipindi chao. Lakini pia kuna masuala ya dhamana za kusimamia hizi harakati zinazofanya collateral holdings. Tuna Islamic Financial Services Board Malaysia, lakini pia tuna OFI Bahrain zinazotoa standards za kuongoza. Lakini pia nchi bado sasa tutakuwa na central bodies za regulatory organizations. Alhamdulillah tunasifika ambayo si sheria lakini uanzishaji wake na falsafa yake iweze kuwa viongozi wa usimamizi wa uagizi wa Kiislamu Tanzania. Lakini kuna masuala ya elimu ya Islamic finance education. Kwa hiyo alhamdulillah tunatoa degree sasa hivi kwa Tanzania na Mungu na eneo mengine, lakini watoa elimu mbalimbali wanatoa mara kwa mara na wanashiriki hapa brara na suku na maizuru kwa hizo elimu sisi kama Dr. Kassim Mwambo kwa watu wa Inglisika kwa hizo elimu mara kwa watu ambao alhamdulillah zinafanyika. Ukiangalia hiyo jumla wake huduma za kifedha za Kiislamu Tanzania siwezi kuwa mpaka kufikia 2024 tayari tuko kwenye $6 maana unachukua zile assets benki, ukiangalia mifuko, ukiangalia shughuli ambazo zinatolewa dunia nzima, tuko kwenye 6 trillion ambayo bado tunataka kufanya kwa sababu hii ni nchi ya Tanzania ya uchumi wa fedha kwa dunia au kufuatilia taratibu za Kiislamu. Changamoto hizi bado zipo, watu wa Tanzania na mifumo yetu ya fedha juhudi kubwa kufanyika maendeleo ya online bila kazi kwa watu kwa sababu wale wa fedha za riba zinachukua zaidi ya 90 ya mara yote ukiona ukianzia pensheni na benki insurance combine ambayo kwa patia. Kwa hiyo niliona nitoe hiyo mtandao ili tulewe kwamba tunapongelea Uislamu
ya halala, mchango halala sehemu ya mfumo wa kifedha wa Uislamu. Na mfumo wa kifedha wa Uislamu ni sehemu ya mfumo wa kiuchumi wa Uislamu. Nitakusema sana lakini aliongea hii ya Sheikh Ahmed. Ndio anakwenda kuwekeza alianzia uwekezaji. Yaani safari yako ya uwekezaji alianzia uwekezaji. Kuna process ambayo ukifanya vizuri kwenye hiyo process utafanya vizuri kwenye uwekezaji. Na ukifanya vizuri kwenye uwekezaji kuna vitu ambavyo unafanya vizuri baada ya uwekezaji. Ukiachia malengo ambayo ni tatu ya kusema sina juu. Lakini kuna maeneo sasa ambayo nataka nigusie. Lakini pia kuna mifumo ya wealth creation ya kitabu kitazitolewa leo. Sio shaka kitelezea kwa undani zaidi masuala ya wealth creation, wealth conservation, wealth distribution na vitu vingine kwa mujibu wa Uislamu. Cha kwanza nataka kabla ya kuwekeza kwanza kwenye kipato. Naona watu wanaongea kiwekeza sasa kwa hivi utajifanya kazi kabisa haianzi kwanza na active income. Ndio ndio swala bodi kujibeba na mtoto ili itakuta wewe active income labda kama mwanzo biashara hiyo na shule unaajiriwa unafanya mabasi na dawa na malori unafanya kilimo inakupa active income. Ukishapata ile income yako mwanzo kile kipato basi kitumike. Uwezo wa kutumia hela za baada ukaenda kwa masuala sio uwezo kwa hiyo kodi kwenye nyumba bana sasa ndio nipe muda kununua hisa. Unajua kwanza utumie kinachobaki unawekeza. So how much you spend ndio itadetermine how much you save. Ndio how much you save ndio itadetermine how much you invest. Kwa lazima uende katika msingi huo. Sasa kwa kutumia kila mtu ana namna yake kwa sababu matumizi hamna kanuni kamili. Kwa sababu kila mtu anaangalia usawa wa kuhusu mambo ya israfu na nini. Lakini ziko kanuni nyingi tunazosomea katika kutoa elimu. Moja wapo ni ile ya sheria ya 50-30-20. Kwamba ukishapata mshahara au kupata kipato chako cha biashara, 50% ni matumizi yako ya lazima. Mshahara, kodi, kama umepanga, usafiri, chakula, yale mambo ya msingi ambayo huwezi kuishi bila pesa. Lakini 30% yale ya ziada. Sababu kuna dawa na ziada. Asilimia zile ziada unazo wewe ambazo hazina lazima sasa, lakini sehemu ya mshahara sehemu ya support kwa mstari. And then shauri kwamba angalau asilimia 20 wewe kwa ajili ya uwekezaji. Sasa hizi zinazobadilika ni 50-30-20 itegemea kwa stage gani ya maisha. Mtu ambaye ana watoto ratio zake zile ziko sawa na mtu mwingine. Mke na mtoto mmoja, mke watoto wawili. Isipokuwa haiwezi kuwa sawa. Kwa sababu kuna pressing needs. Angalia sheria kwa mambo ya blood tax. Familia za Kiafrika kwamba familia sio wewe mke na watoto. Hiyo definition ya Kizungu. Kuna watu ambao wanaangalia sasa kwa sasa. Unaweza kukaa katika simu kama mtoto mdogo anaitwa Dar es Salaam mbobea ukamsomesha. Na ambao kuna makubaliano yote. Kwa hiyo nature ya maisha tunaishi. Kwa hiyo uweza kupata ile 55 inategemea. Kwa hiyo muhimu katika kipamo tunachotaka angalau asilimia 10-20 wewe akiba ili sofanye uwekezaji. Yule anaweka zaidi, atawekeza zaidi, atamwacha wale ambao anabaki kidogo. Una akiba ambayo unaweza kuwekeza. Unless you have interest in it. Ukishafanya uwekezaji na income inapatikana, ile pato ina matumizi. Na pato pia Tanzania unatakiwa kodi. Kipato pia kodi. Na mambo ya foreign tax kama unalipa dividends etc. Lakini pia kuna zaka. Kwa hiyo kuna kodi nyingi ambazo kwa kuziweka. Lakini sasa ukishafanya haya kuna kustaafu. Sasa kustaafu inategemea unapenda nini, ulispend vipi, ulisave kiasi gani, uliinvest wapi, income gani na ili uishi maisha gani baada ya kustaafu. Kwa hiyo kitu kinadetermine hiki ni ile inaitwa domino effect. Effect cha mwanzo ile flow yako hapo ambayo unakuwa ngumu. Na jinsi utakavyoishi baada ya kustaafu itadetermine probably jinsi utakavyoishi wale wanaoishi baada ya wewe kufa. Niacha nini umewachia nini? Mali za aina gani ili wale ambao warithi au waweze kuishi vizuri wewe unapokuwa haupo. Basi kwa hadithi zetu tumesasa sana za muhimu
ya warithi ili wasiwe kutembea na kuomba. Lakini siku hizi kuna mifumo kama family waqf ambao ni equivalent ya family trust, ambao unachukua sehemu kidogo ya pesa zako ukaziingiza kwenye family waqf, ikawa protected, ikawa invested, na ile income ikatumika kwa ajili ya watu wako au wameshafariki, na hiyo inakuwa haingii kwenye mirathi. Kwa hiyo kuna structures kama hizo zinatumika kusaidia watu. Sasa uwekezaji ni kitendo cha kuweka fedha zake sehemu akitaraji mambo mengi. Moja, ule msingi wake wa kodi, lakini kodi na nini? Kodi na faida. Kwa hiyo uwekezaji lazima uwe na viwili. Ukiweka 100 bila kuwa na matarajio yoyote faida, unakubaliwa kwa sababu ya zaka. Pamoja na kwamba Uislamu hauiangalii fedha kama commodity, lakini kihalisia faida ni kodi na ruzuku. Ongea kwa system ya risk ni mfuko wa bei na mambo kama hayo. Kwa hiyo unataraji faida unayopata wewe ikusaidia mambo mawili. Faida ya uwekezaji mambo matatu. Moja ni ile la kufanya kazi. Na Uislamu unaongelea fedha za uwekezaji zizalishe faida ili upate sehemu ya ile faida. Lakini neno la pili Uislamu unaongelea au kwa jumla wake faida ambayo wewe kama usingilipa ni bila sasa unasukuku, labda ungezipeleka sehemu nyingine zikazaa. Kwa hiyo unapolipa mimi maana yake unafanya ile unahitaji opportunity cost. Mara zingine kwa hiyo anaangalia kule ningepeleka ningepata faida kiasi gani, na nakuletea wewe unalipa faida kiasi gani. Na kitaalamu kwenye mambo ya fedha inaangaliwa fedha zako kama zimewekezwa kwenye uwekezaji ambao risk yake ni ndogo, ukijumlisha na mfumuko wa bei Nitajio ni kama benchmark yako wewe mtu mwingine ambaye anakuletea uwekezaji. Kwa hiyo ni unataraji hiyo. Lakini pia uwekezaji unafanya kwa mtu binafsi, inaweza kawa ni wewe unainvest in yourself. Wale ambao tunajua Google anatambulika kwa sababu ya uwekezaji, kwa sababu ya history. The best investment mtu ambaye amewekeza na returns ambazo hakuna mtu ameshaanza kumechacha kwa kipindi ambacho watu invest tekshaya hapo. Nasema the best investment is investment in yourself. Kusema stocks kwamba jenga maarifa kwa elimu na skills kabisa kusaidia kuendelea zaidi huko mbele. Lakini unaweza kuwekeza kwenye biashara. Kwa maana biashara yako itanuke, uzalishaji kwa mdogo na kwa expand kwa moja kwa mawili. Kuna usaidizi 10 na kwa sisi 30 tunatika investment capital. Kwa lazima ufanye investment. Kwa hiyo kuna investment kwenye biashara. Lakini sababu za investment ya kusoma fedha ambao ndio tunakwenda financial markets. Kwa shares na vitu. Lakini unaweza kwa mali za kushika inaongelea mambo ya ardhi, majumba na kadhalika. Malengo ya tata sitakulia, lakini kama mtu mmoja mtu anasema nataka niweke fedha zangu akiba. Uwekezaji unaweza kutumia kama akiba. Ukiwekeza kwenye shares hujafanya akiba kwa sababu risk ya hela unaweza kuchukua. Lakini ukiinvest pesa eneo moja siasi ni ndogo, utakuwa umewekeza lakini pia umeweka akiba kwamba zile zinaweza nikazia. Sasa lazima chanzo na exit. Unaweza kufanya uwekezaji ambao una maturity labda moja lakini hauna risk ya wewe kuliwa ile kitu yako. Ukajipata ile hela chanzo. Utakuwa umesave ile hela unayo ikiwa umeenda kwenye ile sehemu ambayo unafanya. Lakini unakwenda unakwenda haji. Unaweza kufanya uwekezaji. Haya kwa nini unahitaji kuwa na malengo? Kuwa na malengo inasaidia wewe kujua niwekeze wapi, kiasi gani, kwenye faida kiasi gani ili baada ya muda fulani nitimize lengo. Eleweka? Kwa kama unataka kwenda baada ya miaka miwili ukawekeza milioni moja leo, hata kama utapata faida ya asilimia 50 most likely unaweza kwenda au haji. Kwa hiyo ile leo italitami. Kwa hiyo mtu anaenda pale ukilengwa mfano kama sasa kujishika premium, mteja anasema mambo yake kwa tata. And then tunatengeneza portfolio based on that. Kwa ukirudi nyuma ile bank out tunatengeneza financial model ya portfolio ambayo itamsaidia kutimiza malengo. Lakini kitu kingine cha msingi pia ni kufahamu kanuni za kufanya uwekezaji. Hapa naongelea kila jumla wake. Naongelea kanuni za uwekezaji katika msingi wa
kwanza lazima lengo. Huwezi kuwekeza tu. Yaani wewe na milioni 2, mfano kama sisi kwetu hatuwezi kuwekeza haraka. Leo tuna session kuhusu uwekezaji kwenye masuala ya commodities. Na mtu mmoja akauliza kama na milioni 2 unanishauri niwekeze wapi? Je, niwekeze kwenye mfuko wa halala, niwekeze kwenye mazao? Wanaambia sasa huwezi kujibu kwanza watu wa bado wanaweza. Ile jibu lako la nitasema uwekeze kwanza. Unaelewa? Kwa hiyo goal tunahitaji kuweka. Lakini jambo la pili ni kuanza mapema. Sasa kama umri wako mdogo, hii ni nzuri kwa start tunazipata. Watu wengine wako katika kipindi ambapo hizi sessions hazikuwepo. Watu walizaliwa miaka ya 70, 60. Watu walikuwa wanapambana kama au wewe. Leo una bahati kama wewe mwenyewe Gen Z na generation alpha. Kuna kipindi kizuri kwa sababu unaweza kupata hii elimu leo, unaweza kufanya uwekezaji leo. Principles and investments kwa hiyo tunaangalia mira gani unaweza kuwekeza miaka 30 hawezi kuwa na same chance za investment kama kipindi kwa sasa. Kwa hiyo swala la pili muhimu sana kuwekeza mara kwa mara. Usiwekeze mara moja alafu unakomea. Hata kama unakuwa unawekeza kidogo, unakuwa una top up over time unashangaa. Nilikuwa naongea na mmoja mtu serikali kabisa sasa lazima mchana kidogo. Kabla unafanya kazi unalipwa nini hizi allowance unasafiri. Wewe ndio responsibility tu atoa bill kabla. Ingia shida kwenye app invest. Hivyo kidogo mwisho mwaka kama unapeleka milioni 200 anashika. Tupo ndio. Haiwezi kuwa sawa na mwanzo kama sasa na 2.4 inategemea tunaona hapa baadhi ya shares za appreciate kwa jana zaidi ya 100%. Kama ile za kule manake inaweza kuwa kama mobility zile shares zake. Kwa hiyo unaweza kidogo. Sio lazima usipate hela nyingi ndio ufanye kwa sababu sio lazima. Wanasema you don't need to be rich to invest, but you need to invest deeply. Kwa hiyo lazima kwanza uanze kama unacho kingi basi yote. Eneo lingine ni diversify. Hatuwezi kufanya sasa swala kufanya diversification kwa sababu aina moja ya uwekezaji inaweza collapse kutokana na hali mbalimbali za dunia za kinchi. Kipindi cha 2015 mpaka 2021 kuna mabadiliko ya sera za uchumi Tanzania. Sekta kama real estate iliporomoka. Nadhani tunafahamu. Sasa kama wewe una mali ziko kwa real estate lazima unakubalika. Tunaangalia sasa hivi vita inaendelea Mashariki ya Kati. Bei zinabadilika, mafuta, gas zinaweza kuathiri soko la hisa ya duniani baada ya makampuni. Kwa hiyo ukiongeza kitu kimoja tu unakuwa exposed na zile hasara ambazo, lakini kama unachukua kilo zako unaweka 20 huko 30% huko wengine huko kimoja kikianguka unakuwa unapoteza pesa. Lakini kufanya diversification unafanya diversification kwa aina ya investment na asset class ambazo hazifanani tabia. Unaweza kununua shares za Cement, za Swissboard, za Safari Company, lakini bado kuna ile asset class aina ya uwekezaji unaofanya. Inabidi zote tabia tofauti. Kwamba hii ukisikia juu inakuwa koshi. Kawaida kwenye masoko ya fedha uwekezaji wa bond au sukuk unapokuwa mkubwa mara nyingi kuna ishara za soko na hali ya uchumi kwa watu wale kwenye zile safe investment na soko hizo za kuokoa. Hali ya uchumi inakuwa nzuri na watu wanajenga space more. Masoko hizo yanapanda na masoko yale ambayo ya safe investments yanapungua. Hali ya uchumi sasa hivi mbaya, watu wana dispose investment ambazo ni risky, wananunua dhahabu kwa maana wanaona bei ya dhahabu imeenda juu. Kwa hiyo ni umuhimu wa kuinvest, lakini kijiografia nchi, kwa sababu Tanzania ni sio investment wakati wa sana ya EAC. Kwa hiyo na investment ni nchi mbili tatu kama nilivyosema, sio Ahmed Sinde kusaidia kwa investment kwa hizo nchi na robo partnership na progress solution. Lakini muhimu pia adjust. Itengeneza ile kapu lako unakuwa na adjust kuongea plus kuhusu kapu lako la kusaja kwa hiyo. Lakini unapata faida ukiwekeza. Sababu mtu anaweza kupata faida imeelezewa msukufu, unapata malipo ya zile faida kila baada ya muda fulani.
3, miezi 6 au miezi inategemea na ile soko. Lakini aina nyingine au kama ni hizo umenunua na gawio, kama kampuni ikipata faida na ikatangaza kwa sehemu ya faida utalipa wale wanahisa gawio, na wewe utakuta sehemu ya ile gawio. Utaelezea hasa hisa hizi ndio ya kufanya kazi. Lakini pia kuongezeka kwa thamani ya bei ya kile kitu tununua. Ulinunua hisa labda shilingi 3,000 mwanzoni mwa mwaka zikaenda kufika mpaka 3,500. Tuseme 3,500 mwisho wa mwaka, maana zinakuwa kwa asilimia 10. 3,600 maana zinakuwa kwa asilimia 20. Kwa hiyo unapata hiyo pia inaitwa capital gain. Unaweza pia ukapoteza. Kwa hiyo pia ile kwamba investment sio kwamba tu unachezea unless investment inakuwa. Lakini sasa hivi pia Tanzania uwekezaji wako unaweza kutoka kama dhamana kwenda kutaasisi fedha na kukopa. Kama una soko unaenda benki unakopesha na soko yako ikawa na dhamana badala ya kuwa na jengo au kitu kingine. Na hiyo ni mifumo mingine kisasa kama mdharaba na ukapata sehemu ya faida ya uwekezaji. Risk zipo za uwekezaji na kitu ambacho kina risk zipo ina risk tajwa systemic na non systemic. Systemic maana yake ni risk ambazo wewe mwenyewe huwezi kuzifanya. Zipo nje ya uwezo wako. Kwa mfumo inflation, government policies kama vita, political stability. Non systemic ni zile ambazo kwa sasa lakini pia kuna issue ya risk ya kwanza unaweza kuinvest kwenye hisa na kampuni kaenda chini, si ndio? Watu ambao wanaelekeza kwa janja. Unajua janja? Kwa hiyo unaweza kuteleza. Hiyo ni hali ya kawaida za masoko kwa sasa. Unaweza juu za kushuka chini. Watu wanaelekeza kwenye hisa za bora wako anamwekeza Sheikh hapa shughuli kwa kuelekeza kwa bora IPO price inaenda msimu sasa hivi ni sababu kwa hiyo inacheza hapa. Kwa hiyo iko chini ya ile IPO price na hata kukosa mtu mwingine na kwa uwezo. Kwa hiyo ile ina risk ya liquidity kwa wakati mwingine unakwenda kuuza kila kuna mtu ambaye yuko interested kuuza. Hizi ni risk za uwekezaji ambazo wala kufanya uwekezaji lazima usifahamu. Na ndio maana watu ambao kama staff au wewe wao mkubwa utakiwa kuwekeza maeneo ambayo risk zake ni haiwezi kuja mstaff kama mimi bila sababu na kutumia share za bora no uwekezaji anaelezewa maeneo ambayo ni low average risk na return yake pia itakuwa hivyo, si ndio? Kanuni za uwekezaji ni high risk. Kwa hiyo risk ndogo faida ni risk kubwa. Unless unachokuwa fresh investors au kutoka na mambo mengi. Tuangalie uwekezaji wa halal. Kuna kanuni ambazo zinazingatiwa au wanasema huu ni uwekezaji wa halal na huu si uwekezaji wa halal. Kwanza ili nieleweka sidhani kama kuna Muislamu ambaye alikuwa akiwa sio tu Muislamu. Hata sio Muislamu anajua riba na si ndio? Hiyo kitu cha kwanza kuuliza Muislamu wa Tanzania. Jibu la kwanza kwa riba. Hilo ndio. Sasa riba ndio makini sababu riba ziko ambazo moja kwa moja na kuna zile ambazo kwa riba tunajificha. Kwa lazima upate utaalamu wa kutatuliwa kwa kwamba hapa kuna riba shefe kuhusu uwekezaji wa halal. Lakini pia Uislamu unakataza donation. Muda bado kutangaza. Gari namba T203 YH na gari namba T908 EGT. Naomba twende kwenye gari la watu wanapiga haraka kutangaza gari sema shule mwenye Mercedes Benz anatakiwa lakini ndio lakini ambayo wanakatazwa Kiislamu kuna sekta ambazo huwezi kuwekeza. Hili linaeleweka kwa mtu ambaye sasa huwezi kuwekeza kwa kampuni ambayo inajihusisha na biashara za pombe, huwezi kuwekeza kwa biashara zinazojihusisha na masuala ya sigara, tumbaku, coke, silaha na maeneo kama yale ambayo yatafuta gambling na kitu kingine. Lakini pia lielezwa kwamba kuwekana kuwekeza kwa maeneo ambayo huwezi kujua wala tatu matokeo yake au kutoka yanapatikana katika mkataba labda unaingia na hiyo inaweza kufanya. Lakini kuna aina za uwekezaji ambazo zinakuwa kama ni watapotea more speculative na zipo na kutumia kanuni kama hizi pia baadhi ya scholars wanaharamisha
forex trading. Kwa sababu ni almost katika tendo hiyo kwenye prices na excessive risks ambayo mtu anachukua. Lakini pia una real estate ni halal, lakini tegemea katika hiyo real estate nini mnafanya katika ile. Inaweza kawa ni yeye mjengo, lakini kuna shughuli za haramu na casino na nini, kwa hiyo inaweza ikaifanya hiyo investment. Kuna wawekezaji wa derivatives, somo lake ni maana yanategemea, lakini kifupi ni kwamba hilo swala la commodities ninanunua mahindi na ya store na kuuzia mtu mwingine au labda sinategemea makubaliano ya mkataba kwamba na kuuzia leo, lakini nitachukua mahindi baada ya miaka mitatu, maybe tuna fixed price. Ile certificate ya mauziano inaweza kutumika kama investment kwa trade. Kwa hiyo hizo future contracts for trading. Hizo ni zile derivatives, zingine zinakuwa access ya ownership ya ile like asset. Kuna mambo ya option trading na nini, somo linahitaji hawaja sema tu jumla. Shorting ni aina ya kucheza kama kamari kwenye hisa. Sasa hii Tanzania haiko common sana, lakini muhimu kuifahamu kuna vitu hedge funds. First hedge funds. Hedge funds ni makampuni au mifuko ya uwekezaji ambayo inaelekeza lazima tajiri. Mfano kama Marekani uwekeze unapewa kwanza na $1 million. Kwa hiyo wana invest zile hela katika maeneo ambayo yenye sifa tofauti na masuala na uwekezaji wa aina nyingine kama vile wanaoingia zile investments. Lakini kutokana na hiyo wanalazimika kufanya uwekezaji mwingine ambao sio halali. Mfano kama nitaeleweka, leo ndio anakuja anataka kununua hisa za kampuni ya Twiga $6,500 sana hivi. Lakini nikapata taarifa kwamba kuna uwezekano hii kampuni tunatumia majina kwa mfano kwa sababu kuna mtu akapata taarifa kwamba baada ya mabadiliko yanatokea hii kampuni itatoka. Yeye anaenda change board of management au kama quality control au inasemekana sisi tunatumia nini. Kwa hiyo wao wafanya zile speculations kwamba hii kampuni itashuka thamani na isipate sana kuomoka. Kwa hiyo tunachofanya sasa, yule hedge fund anaenda kwa broker kama TSL, anamkopesha, anasema nikopeshe shares za Twiga Cement, anakopa shares. Naeleweka, anachukua zile shares kwa mkopo $6,500 anaziuza immediately sokoni kwa shilingi $6,500, alafu anakaa na zile hela. Kwa hiyo kazi yake ni kuendelea kusubiri shares finally zishuke, na anaweza kufanya activities za kufanya ile shares zishuke. Wanaenda kwenye interview kwa wale ambao wanaangalia mambo ya nini, anafanya interview, anaitandika sana Twiga Cement. Haifai ni kampuni na kutengeneza za watu na nini. Kwa hiyo watu wanaanza kufanya nini? Kuuza hizo zao. Hata kama zile sababu sio za kweli. Mwisho wa siku base zinashuka mpaka 2,000. Zikishuka 2,000, mimi nanunua zile hisa. The same volume ya zile hisa zilizonunua $6,500 na the same volume kabisa kwa shilingi 2,000. Kwa hiyo katika kila hisa moja kutengeneza shilingi na mrudishia kwa zile hisa zake. Labda anacharge kidogo ya fee. Kwa hiyo ndio wanatengeneza hiyo. Kwa hiyo ukiwa risk inaweza kaenda pia tofauti. Ile hisa zikaanza zile pale azishuki. Ndio short squeeze. Kwa hiyo kwa hii ni aina ya very common kwenye mifumo ya uwekezaji katika nchi ambazo zinaendelea. Kwa sababu kama ni share global zikale sio hapa tukutana na hisa ni nini? Wangapi za hisa? Ile siku muda muhimu sana. 1, 2, 3, 4. Sawa. Kwa hisa maana yake kampuni ina mali zake na wanahisa wake na ina fedha kwa sababu hisa na ina kiasi cha hisa ambacho wenyewe ni shirika. Sasa ikafika muda ya kampuni kaamua kutaka kutanua biashara. Tuongee kile sensitive. Actually one of my favorite companies by the way. So kama ni kwa hiyo let's say Twiga Cement inakuja kiwanda kingine. Inahitaji bilioni 20. Bilioni 20 labda haina shareholders wao tayari kwa ile hela. Wanahisa kwa kampuni kwa muda ule. Na at the same time labda tuongelee sana Twiga Cement haiko kwenye soko la hisa. Inaenda benki, labda masharti ya benki yakawa magumu sana, labda interest ziko sana au ile certificate inatakiwa thamani, labda hawezi kuiweka, anatafuta option nyingine. Anaweza kufanya shughuli kama one option. Lakini pia anaweza kuzamua kauza hisa. Kwa hiyo anaenda kwenye soko la Dar es Salaam,
kuna process inafanyika kwa sababu ya tuongee tu hatua ya mwisho kwamba ameuza zile hisa zake kwa bei fulani. Kwa hiyo zinafanyika hesabu price na kila kitu, kwa sababu mimi nitauza hisa moja shilingi 500. Kwa watu wanapewa muda wa mwezi mmoja au mwezi mmoja na nusu kila mmoja aje hisa. Kwa watu wanatoa hisa wa milioni 1 au milioni 2 au 5, kila mtu anatoa hisa. Ndio muda unaisha kwa zile hisa, maana yake ni mambo mawili yanafanyika. La kwanza, kampuni ya Twiga inakwenda kupata mtaji. Si ndio? Kwa sababu itauza zile hisa. Na iko upande wa pili, wale wanaowekeza wanafanya nini? Hisa, ukiwa una hisa maana ni sehemu ya umiliki wa ile kampuni ya Twiga. Sawa jamani? Wewe kama mwekezaji wa hisa, maana yake tafsiri fupi ni mmoja wa wawekezaji kwa Twiga Cement. Kama wawekezaji wakubwa labda pensheni labda pesa sana wanakuwa na mashares mengi, lakini wewe na milioni 1 yako pia ni sehemu ya umiliki ya hisa. Kwa hiyo hivyo unavunua hisa ambayo imeuzwa anapiga kitu. Kwa hiyo unaweza kununua kwa sasa baadaye baada ya kununua zile hisa zitaorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo zinapatikana, zinaanza sasa trade, zinaanza kufanya biashara. Kwa hiyo unakuwa na hisa. Zamani walikuwa certificate, hiyo ni certificate ambayo inaonyesha mimi sawa na miliki hisa kadhaa kuna space lakini hamna tena space ya zile statement ya kwa kweli inaonyesha information hizo zilizonunuliwa basi sana kutosha. Unakuwa hisa zako, unakuwa unaangalia ndio ongeza mwisho shilingi 500, unakuwa kile soko za hisa sasa inaenda. Faida hiyo unapata kwa mingi sana haraka kubwa ukicheza faida zingine za pembeni. Ya kwanza ni kwamba unataraji kama umenunua hisa sahihi za kampuni sahihi, unataraji bei ya hisa yenyewe. Kuna sababu nyingi kwenye hisa faida na soko la soko. Lakini muhimu kufahamu kwamba bei zinapanda, bei zinashuka. Ikipanda kutoka 500 ikaenda 600, 700, kila ongezeko la bei ya hisa ni faida kwa wewe kwa hisa. Si ndio? Kwa ukiamua kuuza utakuwa faida. Faida hiyo unapata wewe kama una hisa, kampuni ile ilifika mwisho wa mwaka ikatengeneza faida na ikakubali kulipa gawio maana yake kampuni imeingiza mapato, imelipa gharama zake zote, imelipa kodi, kila kama ina madeni imelipa, kile kilichobaki na mwisho inaamua basi asilimia 30 au 50 ya ile iwarudishiwe kwa hisa. Kwa hiyo wanalipwa kama gawio. Na gawio litalipwa kila hisa moja. Unasikia imetangazwa na hiyo shilingi 30 kwa hisa. Ndio. Kwa hiyo kila mtu anapata kiasi cha gawio kutokana na ununua kiasi cha hisa. Umeeleweka? Kwa hiyo unaweza kununua hisa ambazo ziko kwenye public, lakini mtu mwingine anaweza kuuza hisa bila kwenda kwenye soko la hisa. Hiyo ni aina nyingine ya uwekezaji kwa watu wote leo. Riski zako ni kwamba mtu anunua hisa za kampuni kafanya vibaya na watu wataamua kuendelea kununua zile hisa na kuuza, bei inashuka na kushuka, ukawa sasa ile inatokea kwa capital loss. Au kampuni isipe gawio kwa CCB baada ya listing kwa muda mrefu sana kwanza kwa gawio. Muda mrefu sana. Mpaka watu waanza kushia kuuza hisa zao. Kwa hiyo inaweza kuchukua muda mrefu wakati mwingine usipate gawio. Na waambie watu wote kama wewe ni mwekezaji mdogo na ni mwekezaji mnaanza, focus yako ya hisa isiwe hiyo. Umeweza hata 2 shehe, ndio unaweza kwa 660. Umeelewa? Au 1500. Wewe kama ni mwekezaji mdogo kwanza focus yako ya more into growth investing. Shares ambazo zinaongezeka thamani kwa sababu bado wewe kwa ni itakuwa hiyo. Sasa hisa hizo ni halal na ambazo sio halal. So kwa hiyo na makampuni takriban 28. Sisi kama nimesema Sheikh Ahmed, sisi tunafanya kazi kama shirika ya kufanya screening ya hisa. Kusema zipi halal na zipi sio halal na kila baada ya muda tunatoa report. Kwa hiyo kwa assessment tunafanya katika makampuni 28 na kampuni 8 tu yanakidhi vigezo vya halal hatua ya kwanza. Kwa sababu halal hatua ya kwanza na tunaelezea hapo exercise. Kwa
Kwa hiyo zimepita ile hatua ya kwanza. Zingine katika hatua ya pili zimefeli. Kwa hiyo tunaongea hapa hii makampuni katika 28 soko la Dar es Salaam ambao ni halali na mawili. Tuwe sisi international sport mawili. Mbeleweka kama unahisi hata kampuni nyingine pata ushauri na namna gani ya kufanya hizo biashara. Kwa hiyo nini kinafanyika? Kwa sababu ndio maana hapo na kwa tuelezane hata vile ambavyo tunaonekana ni ngumu. Tunaulizana kwa sababu sio. Lakini almuhimu kufahamu kama unahisi ambazo sio nje hivi maana ni Islam kwa. Lakini sasa hizo zina tabia. Inaweza kuwa halal bidii na zisiwe halal baada ya fulani. Ile tunadai na license kutokana na screen. Kwa hiyo inafanyika kule uchujaji wa hisa huko aina mbili. Wa kwanza unaitwa qualitative screening na wa pili unaitwa quantitative screening. Aina mbili za screening zinafanyika. Sijui Kiswahili chake tutafuta maneno au bakita. Lakini muhimu kwamba tathmini ya kwanza inaangalia pia aina ya biashara. Kwamba unapewa makampuni unauliza inafanya biashara gani? Twiga Cement inatengeneza saruji. Saruji ni halal au haram? Halal. Unaenda kampuni TOL Tanzania Oxygen inazalisha oxygen kwa ajili ya hospitali au viwandani. Halal au halal? Unaenda na kampuni nyingine unafanya hiyo ndio level ya kwanza. Wewe ndio unataka ile experience ya kwanza. Kwa hiyo unaipasisha unaenda level ya pili ya sasa. TBL halal au halal? Halal sio unaiacha au uende nayo. Tanzania Cement Company halal halal. Unaiacha. Ukichuja ndio utabakia na kampuni katika hii ya kwanza. Katika ile uchujo wa kwanza unabakia na kampuni nane. Sasa yale nane ndio yanafanywa uchujo wa pili tunaita quantitative screening. Huu ni uchujo ambao unaangalia mahesabu ya ile kampuni. Alibashiri hapa kwamba kutokana na hali za uchumi zilivyo tuko kwenye ile zama kwa sababu wanasema hata kama hautakula riba basi utapata nini? Hata harufu au vumbi la riba ndio kwa hizo zama. Nishasema sisi tushafanya na tutafanya updates kila mwaka ya assessment ya Tanzania economy from the Sharia perspective 94.6% ya uchumi Tanzania zima. Kwa mujibu wa kinyamala simkatoka au kama sema na uchumi miamala ya miamala ya benki mikopo inayotolewa na wala. Sasa kwenye screening ya pia tunaangalia mahesabu. Sio tufanya maulama wanasema uwezo wa kampuni ambayo clean ukipata pete na sasa hivi tunaelekea kwa Malaysia wameanza kufanya screening hata kama kuna element ndogo ya gharama wanaitoa kabisa. So you can only do this when you own enough companies. So kama hapo unaona hapa tu tumejinyanyia kwa kampuni moja. Sawa, kwa hiyo kuna quantitative screening cha kwanza kinachoangaliwa ni kama kuna madeni ambayo yamechukuliwa kwenye benki za Zanzibar. Idadi ya yale madeni hayatakiwi kuzidi asilimia 30 ya thamani ya kampuni kwenye soko la hisa. Yaani kwenye soko la hisa kampuni inaangaliwa thamani yake inaitwa market capitalization. Inaangaliwa bei ya hisa unazidisha idadi ya hisa zilizopo unapata market capitalization. Sasa standardi ya ukubwa wa deni inatakiwa kuzidi asilimia 30. Kipengele cha pili unaangalia wakati mwingine kampuni inakuwa ina cash na fedha taslimu reserve haijatumia muda ule. Inaweza kuinvest kwenye short term securities rather than the fixed deposit call account treasury bills na maeneo mengine ya muda mfupi. Tunachukua thamani ya zile fedha tunazigawa kwa kampuni kwa maana market cap ikizidi asilimia 30 kampuni inakuwa sio halal hata kama shughuli zake za halal. Nafahamika na mwisho ni kwamba kampuni za kama ni imepita aina ya madeni imepita aina ya investment lakini mapato yake yalikuwa ina default. Mfano mzuri tunaona kwa leo inauza data, voice, nini, M-Pesa, lakini ndani ya Vodacom kuna mikopo ya riba. Si ndio wewe? Na aina zingine sasa hizo kuna mambo insurance na zingine mwekezaji na mwekezaji. Tunaangalia income inayopatikana kwenye vile vyanzo ambavyo sio halal, havitakiwi kuzidi 5% ya mapato yote ya Vodacom.
usimuulize zimetoka kwa percentage. Sawa. Kwa hiyo hivyo ndio tunafanya screening na kusema hii halali sio. Kwa ukifanya ile screening ya kwanza na hii screening ya pili ndio tunachuja ile makampuni 28 tunabakia na makampuni. Sasa hii kwa sababu unafanya mahesabu ya kampuni huwa hayako static, yanabadilika. Unaweza ukaja baada ya miezi 6 ukakuta ile deni lilikuwa kubwa lakini bei ya hisa imeongezeka na ile market cap fani ikadaiwa ile 30% na watu wa 5%. Kwa hiyo kampuni inarudi kwa halali. Kwa hiyo uwekeza kwenye halali sharti zake ni kama utawekeza basi kwa elimu na muda ufanya screening. Otherwise utawekeza leo halali na kila maisha yako yatakuwa option ya pili, tumia watu ambao wanafanya kazi kila siku ili waweze kusaidia. Huu ni mfano wa watu wa hiyo screening ambao tunafanya, sitaiongelea lakini just to demonstrate kile ambacho tunachoongea. Screening ya kwanza, interest loan, interest securities, non-compliance income, conclusion of this topic is halal. Ukienda kwa email shika ukuta hii document PDF na shika download. Lakini pia kama nilivyosema, investments kwenye stocks, kitu cha kwanza kwenye hisa unaweza kupata ile kama kitokea. Kwa hiyo mfano kama hapa naona kipindi cha mwaka 2025 kwa kipindi ambacho tulifanya mpaka Disemba utaona shares za Swissport na shares za TSCMT kwa zimeongezeka moja 81 nyingine 67 ya ile. Kwa kama utaweka bilioni moja maana yake laki moja na laki nane. Kama unaweka bilioni moja maana katika Twiga ulikuwa na bilioni moja na laki sita. Hii ni safari kwa Kenya 63 hii imeongezeka. Hii MJ Uganda, hizi ni shares za sababu tracker tunafanya screening kama ni halali. Hii ni kwa Uganda na hiyo ni kwa Kenya. Kuna fixed income imeshaelezwa kama ni policy. Kuna kitu kuongelea ndio KP. Ongelea kuhusu fixed income. Inaitwa fixed income kwa sababu two things are fixed. Return is fixed na muda wa ile investment is fixed. Kwa hiyo itakaa kwa miaka 2 unapata faida ya kiasi kadhaa ile kitu. Na ina risk. Tunajua classical knowledge financing from government bonds and risk management. Kwa hiyo hakuna investment ambayo nataka only investment ambayo haina risk ni nini? Mimi na wao. Mimi kama kuna siku yako. There's no risk kwa sababu you find it. You're not taking the risk ya sababu it's a script. Na hizi zimetajwa investments kwa sasa ambazo tunafanya inaitaja KCB kwa sababu hii ni moja ya investments kwa soko ambayo ilikuja sokoni na watu wakapata faida na ikamachua na watu wakarudishwa mshoni wao. Ile sasa ambayo kwa shia Mohamed labda sema nitoe ufahamu. Kwa imefanyika mpaka mwisho watu wanasema ile default kwa haikutokea. Default kwenye soko ziko mbili. Yule alitoa kwanza kwa default kulipa zile faida ila baada ya miezi mitatu au haja kwa default mwisho kurudisha ile faida. Alhamdulillah KCB imeenda vizuri kwa miaka mitatu. Ilikuwa inaipa faida ya 8.75. Tuna premium sukuk ilifanya pia na Yusra sisi tuliuza kwa retail investors 13 na sasa hivi sukuk ambayo iko sokoni sasa hivi 12 kwa mwaka na tunaanza sukuk pia 10.5. Hii ni real estate ishaelezewa. Taelezea tule tanzo za real estate sales Tanzania kwa ripoti ya mwaka jana. Kwa mtu ambaye invest kwenye masuala ya office kama umejenga jengo unakodisha ofisi 5 na investment kwa sasa ni 9 kwa mwaka. Kwa mtu ambaye invest kwa ajili ya retail kama duka, complex nini 10%. Kwa mtu ambaye invest kwenye warehouse au godown anaweza kupata 10% kwa mwaka. Na kama umeinvest kwenye apartments unataka kwenda apartments mara nyingi ni 6% in terms of investment kwenye real estate sales Tanzania. Kwa hiyo real estate is not really haina uwekezaji kwa ajili ya returns. It's more of long term cash flow ambao unapata zile rental income kila mwezi. Commodities zimetajwa, huu ni mfano sisi shirika tunafanya investment kwenye commodities. Tunanunua mpunga wakati wa season na tunauza wakati wa off season. Na hiyo sio itutaka kama ni share zaidi. Na mfano mdogo tu sasa hivi mwaka sasa tunapita tulinunua tani 50 za mpunga. Kwa njia yote ile hata kama uko hold hatuwezi kusababisha stress kwa sababu Tanzania inazalisha 2 milioni metric tons of rice. Kwa hiyo wewe unataka kwa 50 hata ukiamua kuogelea na uwezi kusababisha scarcity wala kusababisha price increase. Umeelewa?
importers of oil were charged would hold the sugar na kusababisha scarcity. That amount of it. Kwa hiyo sisi mfano kama vijana investment returns ni mpaka 8%. Hii ni dhahabu leo kwa gold. Tunaona sasa returns zake kwa mtu aliinvest mwaka jana returns zinaenda mpaka almost 70% kwa mwaka. Unaweza kuinvest pia kwenye commodities kama silver, repeated, kuna issue ya Bitcoin na mara nyingi na sindaelezea sana, lakini ziko misimamo mitatu ya scholars huko ambao unasema Bitcoin imekidhi vigezo vya mali na imekidhi vigezo vya assets, kwa hiyo it can be used as a currency and it can also trade. Kwa hiyo hiyo profit ya kwanza, lakini Bitcoin sio crypto, sio kachanganya, sababu Bitcoin is a cryptocurrency. Cryptocurrency ziko zaidi ya 12. Ziko zingine ni meme stocks na meme coins, sawa, inaangaliwa kwa Bitcoin. Huko mtazamo wa pili kwamba sio halali kwa sababu ya haina central regulator, kwa sababu Bitcoin is decentralized. Na inaweza kutumika kwa ajili ya kufanya finance ya haramu. Na msimamo wa tatu kwamba kwa sababu haina uhakika wa regulator, avoid it. Sawa, haina sawa. Kwa hiyo hizo ni mtata. Uwekezaji ambao sio halali Tanzania. Na nasema kweli malizie. Kwenda katika kusifu hapa. Kwanza hatufandanza serikali. Hiyo ile discussion ya bonds ni haramu. Serikali inakuja kuja public na kuomba pesa. With the promise kwamba itakupa pesa zako na riba. Kwa hiyo ni simple riba transaction haina issue. Eneo la pili of course kwa tufandanza kampuni zetu corporate bonds zinafanana tabia, zinafanana sura kila kitu. Eneo la tatu ni mifuko ya pamoja. Sasa ni prime five. Mifuko ya pamoja by its nature sio haramu. Tuelewane. Mifuko ya uwekezaji ya pamoja by design structure yake sio haramu. Uharamu na kuja inaendeshwaje? Inaendeshwaje mifuko? Kwanza mkataba. Kwenye kanuni za Kiislamu jambo ambalo tunaangaliwa ni kuchukua pesa za watu na kuahidi chochote, inaangaliwa aina gani ya mkataba unaoingia nao. Si ndio? Ukija shirika sisi tunakupa mkataba wa wakala. Sisi tunajisikia wako wakili na wewe ni wakili, sisi tunakufanyia investment, tunakurudishia raha. Lakini mfano kama UTT hauna huo utaratibu. Unapeleka hela inakupa return X. Tunaelewana? Eneo la pili tunafanya kwa pamoja kuwa haramu ni watu wanaowekeza zile hela. Naita underlying assets. Kwa hiyo utakuta hela zinakusanywa kama umekusanya kwa mkataba unaoeleka, labda umesaini ndara au umesaini wakala statement. Sivyo? Unaweza kuchukua zile hela na kufanya uwekezaji. Lakini kama umechukua zile hela kama mkataba halali, lakini ukaenda kununua government bonds, ukanunua hisa za TBL, tayari nafanya mfuko wewe. Kwa hiyo unaulizwa kwa nini UTT sio halali, anaangaliwa vigezo hivyo na vingine of course, kwamba ndani unakuwa halali sana kwa sheria advisor au sheria board ili kuoversee kwamba unafanyika katika taratibu za sheria na maeneo mengine. So for that reason kuna mifuko mingi ambayo iko sokoni kwa sababu UTT unaongea sana kwa mfano wa UTT. Kuna mfuko unaitwa ETF, East African ETF, unachukua stocks za makampuni makubwa ya East Africa na zinaendeshwa kama stock moja, taratibu ya SEC fund ETF kwa soko la Dar es Salaam sio halali. Fixed deposit za kawaida sio halali, baadhi ya hisa zinaendelea. Sasa ukiangalia hapa utajua hii ni ya nyuma, lakini hii ni breakdown ya uwekezaji unaofanywa na UTT. Kwa mtu ambaye ana interest, hiyo ni breakdown. Kila mfuko maeneo yawekeza bonds, unaona fixed deposit, equities zina kuelekeza kutokuelekeza pesa kwa siasa nyingine na maeneo mengine. Kwa hiyo if you do that analysis unakuja ku disqualify kwa UTT. Nimalizia kwenye namba tu mtalizia chef kwenye hichi kipengele cha portfolio. Hii ni sasa nimeongelea portfolio, mpango wa uwekezaji wa mtu. So huyu ni mtu ambaye anakuja na milioni 30 akataka kufanya uwekezaji. Mpaka unapata hilo unaiona wewe mchache, maana kuna process inafanyika nyuma. Amefanywa tathmini, umri, malengo, uwezo wa take risks, utawekeza kwa muda gani? Ukishajibu hayo maswali yanaelezewa kichini. Principles and investments nasemaje? The all debt, the rest is taken. Kwa hiyo jinsi unavyo watu wanashirikia baadhi, unaposhirikia na
unasherehekea muda wako kwenda kaburini, lakini pia ndio unapunguza uwezo wako kufanya nini? Kwa hiyo huwezi ukamwekea mtu ambaye ana umri mkubwa hizi investment. Kwa hiyo unaona pale tunaleta milioni 15 kwenye sukuk, tumeweka milioni 6 kwenye shares na milioni 9 kwenye commodities. Ukiza average zinaweza kukupa return mpaka 16% kwa mwaka. Kwa hiyo hiyo ndio uwekezaji na inafikiri sana ndio mtu. Kwa mtu ambaye anawekeza hata hela nitakayokupa nisema natoa hii kidogo nitaongelea on savings, unaweza kuweka akiba niongelea ile 50, 30, 20. Unaweza kukopa kuwekeza. Lakini mkopo wa halali na cost ya mkopo iwe below than the return of investment. Weka kwa kama mkopo unakuwa mraba au mdara au yote vile na unachajiwa labda 15% kama profit, basi uwekezaji wako wewe ni plus inflation kwa labda 20 na kama 10. Lakini huwa katika investment ambayo ni low risk, uweze protect income. Lakini eneo lingine watu wanaandika sina za kuwekeza, lakini una shamba la eka 50 liko manungu huko ndani upate faida yoyote alizalishi msitu, you can sell that. Ninaambia watu kama una 50 not any money, unaweza ukauza eka 10 ukabaki na 40, ile eka 10 ikachukuliwa zile pesa ukanunua sukuk au sio hivyo, na ukaanza kupata income kuliko shamba bado umekaa 5 years. Kwanza una cost ya mtu mjana alinde, kuna cost na risk ya mtu kuapproach kwa sehemu ya shamba lako na court cases, na kama umelipima una malendo na risk ya income. Mwisho unaweza kufanya investment kwa kutumia falsafa ya investment club. Investment club ni watu wetu ndani wanasoma pamoja na kufanya kazi pamoja, bali sasa kwa na kwa mnachanga kila mwezi moja kwa msisi, si ndio? Mtu akifa fanyaje, we can turn that wasa into an investment club. Investment club is a legal structure ambao main purpose is only for investment. Ambapo kupeshana kuna mambo ya kupona, hiyo ni only for investment. Kila zinasuliwa return na generated na kila anapata share of profits. Kwa sababu naomba muda umeisha, basi wacha niishie hapa. Nataka niongee kwa policy scheme na mizaki ya mstahili, lakini muda umeisha, sina muda kuheshimu hilo. Kisa kwa opera au wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran brother Wal Salum kwa uwasilishaji. Naomba tutambue kuwasili kwa mgeni rasmi kwa hafla yetu pia. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi. Hata mjiandae.